Kama sio mwanaume na mwanamke, hiyo ndoa haiwezi kutambulika. Ndoa zote za kanisani zinatambulika kisheria kama ni ndoa za mke mmoja mpaka mwisho. Mimi nimeolewa na Mustafa. Mustafa akaniacha. Siruhusiwi kwenda kwa kaka? Hapana, uruhusiwi. Uruhusiwi. Karibuni sana Order in the Pod. This is a new space where we break down Tanzanian laws and make them make sense for you. Tuko hapa kwa ajili ya kuwarahisishia kuitambua sheria kwa lugha nyepesi kabisa ambayo inaongeleka. I am Neema. And I am Pian. This is a new podcast which is powered by Darnex, lakini pia imekuwa produced na 4 Creations Entertainment. Be sure kutufollow kwenye our social media handles, YouTube and Instagrams na nyingine zote ambazo tutakuwa tunashare katika series yetu hii. And today for our very first topic, marriage, ndoa. Kitu ambacho kinagusa kila mmoja, kila Mtanzania. Leo tunaenda kukiongelea na kukidadavua vizuri kiundani ili kila mmoja aweze kuelewa nini kinahusika before, during na after. Ni kweli. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuijua sheria yetu ya ndoa kwa mapana na kwa lugha ambayo mwananchi wa kawaida na mtu wa kawaida atakuwa anaifuatilia na kuielewa. Leo tutawajulisha haki zenu kisheria kwa lugha ambayo ni understandable for everybody. So tuanze kwa kutambua ndoa ni nini. Ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke ambao wawili hawa wanakutana na kukubaliana kwamba watakuwa pamoja mpaka kifo kitakapowatenganisha. So, kwa kusema hayo sasa, inabidi tukubaliane kwamba kuna vitu mbalimbali ambavyo vinasaidia kuitengeneza ndoa. Hapo awali nimesema kwamba kuna ule uhiari, utayari. Haupaswi kulazimishwa na mtu yoyote. Lakini kati ya hivyo pia kuna umri. So tunatofautiana kwenye umri unaohitajika kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye ndoa kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa mwanaume ni kuanzia miaka 18 kuendelea. Lakini kwa mwanamke kuna circumstances ambazo zinamruhusu kuolewa kuanzia miaka 15 na kuendelea, lakini pia zipo zile zinazomruhusu kuolewa kuanzia miaka 14 na kuendelea. Na circumstances hizi za miaka 14 zinatofautiana na zile za miaka 15 kwa sababu kwa miaka 14 inatakiwa upate ruhusa special kutoka mahakamani. Na hii special ruhusa inatokana na special circumstances. Mojawapo ikiwa pamoja na financial circumstances. Yaani kwamba katika mazingira ya kiuchumi, huyu binti wa miaka 14 atafaa zaidi kwenda kuolewa katika umri huo. Mahakama ndio inakuwa jaji hivi vitu vyote. Kwa kusema hayo sasa, tunakutana na ndoa mbalimbali. Unaweza kuta kwa mfano Sara yuko na wedding gown lake pale zuri na watu, kanisa limejaa na vitu kama hivyo. Yuko zake anatembea down the aisle pale, anafunga zake ndoa na fulani. Lakini pia we have Amina. Amina anaweza akawa amekusanyika na religious leaders mbalimbali na wazazi wake na watu wachache pale kwenye chumba chao akafungisha ndoa. Zote ni ndoa, si ndio? Yeah, ni kweli. Lakini zina tofauti kwenye legal implication yake. Hapo inatupeleka kwenye kutambua aina za ndoa ambazo zinatambulika kisheria. Sheria ya Tanzania inatambua tuna aina 2 za ndoa. Aina ya kwanza ikiwa ni monogamous, aina ya pili ikiwa ni polygamous na potential to be polygamous. Ndoa ya Sara kama ulivyosema ya kanisani, ile inatambulika ni ndoa ya Kikristo, which means ni monogamous. Ndoa zote za kanisani zinatambulika kisheria kama ni ndoa za mke mmoja mpaka mwisho. Polygamous ni uwezo wa mwanaume kuoa mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ndoa ya Amina kwa sababu ni ya Kiislamu na ndoa za Kiislamu pamoja na ndoa za customary zimewekwa kwenye groups za ndoa ambazo ni polygamous au potentially to be polygamous. Important rule ya kuelewa pale ni kwamba ndoa zote zinazofungwa Kiislamu na customary zinakuwa presumed kuwa polygamous. Na sheria inaizitambua kwamba ni ndoa za wake wengi. Hapo kwenye polygamous hapo. Huko mtaani kuna ile knowledge kwamba
hata kama ndoa ni polygamous, kabla hujaenda kuongeza huyo mke mwingine, lazima uende utafute ruhusa kwanza kutoka kwa mke wako aliyokuwepo. Hiyo imekaa vipi? Ni kweli hiyo position ipo kweli huku mtaani. Lakini sasa nawarudishia audience na nyinyi mtusaidie. Japo kadri tunavyozidi kuisoma, kadri tunavyozidi kuongea kipindi chetu, mtapata majibu ya hilo swali lenu. Lakini kwa sasa hivi tunarudisha kwa audience. Je, ni kweli kwamba kwa ndoa ya Kiislamu ili kuongeza mke wa pili ni lazima kuwe na ridhaa ya mke wa kwanza? Neema unanikimbia. Subiri basi, kama hilo umelikimbia na kuuliza swali jingine. So let's say mume wa Amina kama tulikuwa tumesema huko mwanzoni. Yes. Alianza ndoa akiwa ameiweka polygamous, yani kwamba ndoa ya wake wengi. Lakini huku mbele akaja kuona kwamba mimi tena sitaki tena mambo ya wake wengi, nataka mke mmoja tu. Anaifanyaje ndoa yake ili iwe sasa itoke kule kwenye wake wengi ikae kukaa kwenye mke mmoja peke yake? Okay. Yeah, hiyo ni kweli. Sheria yenyewe inaruhusu kuconvert, kubadilisha hizi ndoa kutoka wa polygamous kuibadilisha kuwa monogamous. Na sheria inasema polygamous inaweza ikabadilika kwenda monogamous kama mme amechoose kubaki na mke mmoja. Umeona? Lakini ya monogamous inaweza ikabadilika kwenda polygamous kama spouses wenyewe wamekubaliana. Umeona? Lakini pia haya mabadiliko sio automatic. Haya mabadiliko lazima yawe declared na judge na mahakama yenyewe. Kwa hiyo obviously ni process ambayo you need kuipeleka mahakamani ili muweze kukubaliana kwenye convert. Now, a take away pale ya msingi ni nini? Ndoa ambayo inaweza ikabadilika automatic, yani inaweza ikabadilika yenyewe. Kidogo unaona ni hii ya polygamous. Kwamba the moment mwanaume ana choose sitaoa mke mwingine. Kwa hiyo automatically atakuwa ameconvert. Hiyo ndio inaweza ikaenda automatic. Lakini sasa hao monogamous ambao ni mke mmoja for life, akiamua kwenda kubadilisha sasa ile ruhusa kuongeza hao wake wengine, lazima spouses wenyewe wakubaliane. Alafu iende pia ikawa declared. Umeelewa? Lakini sasa tuna mfano na tuna changamoto na tuna kesi ambayo ishawahi kutokea, kesi ya Max versus Zainab, ambako tulikuwa na Muslim, mwanamke aliolewa kwa Kiislamu. Alivyoolewa Kiislamu akawa nataka mume wake akawa na desire kuendelea kuoa. Sasa kwenye makubaliano yao wenyewe ya kimapenzi na kukubaliana, walikubaliana kwamba hata ongezwa mke mwingine. Imagine. Sasa baadaye baba akabadilisha mawazo. Baba alivyobadilisha mawazo, Zainab akaona okay, kwa nini sirudi mahakamani? Kwanza akajichukulia yeye within her, akabadilisha dini kuwa Mkristo ili aenjoy ile favor ya kuwa na monogamous marriage. Of which tunakuja kuona mwisho wa siku BAKWATA wenyewe walikataa kuitambua ile ndoa the moment mwanamke aliconvert kwenda Ukristo. Umeelewa? Kwa that kwa mujibu wa ile kesi tunapata definition, tunapata fumbo kubwa kwamba haiwezekani mwanamke wa Kiislamu kubadilisha dini kuwa Mkristo. Umeelewa? Alafu remain kwenye ndoa ya Kiislamu. That was the takeaway ya ile kesi. Okay. Kwa hiyo the first thing ambacho ile kesi BAKWATA walichotuamulia pale ni kwamba ile ndoa ili cease kuwa valid the moment mwanamke alivyo convert ile dini. Umeelewa? Now, sisahau pia kuna hao wenzetu wa Kristo ambao wanapoamua pia kuoa wanaamua kwenda kubadilisha dini wao Waislamu ili waweze kufanyaje? Sasa inakuwaje? Mimi ndo nimekuwa au wanaamua kugo customary ili waweze kuitimiza hiyo ndio. Mimi ndo Mkristo kwa mfano, si ndio? Wewe ndo Mkristo. Nimeolewa sasa. Na nimeoa, tu assume mimi ni mwanaume. Nimeoa zangu pale. Nikaona mimi sitaki tena kuwa na mke mmoja, mimi nataka kuwa na wake wengi. Naruhusiwa kama Mkristo kuibadilisha ikawa polygamous? Sheria sasa ndo tunarudi pale, kama utanikumbuka nyuma kidogo. Unaruhusiwa kwa mazingira moja wewe na mke wako mkubaliane, muende mahakamani, ambao ndo tuliongelea kwenye conversion. Muende mahakamani, mpate declaration ya kudeclare kwamba nyinyi sasa mnaama. Lakini kama sivyo, wewe kuamua kwenda kuwa Mkristo, kuwa Muislamu, ili au kubadilisha dini ili uweze kutimiza hiyo ridhaa yako, kisheria ile haitasimama, kwa sababu ndoa yako ya msingi ilikuwa ni ndoa yako ya Kikristo. Na kiapo cha ndoa yako ya Kikristo na monogamous, it's one for life. Okay. Kwa hiyo if you want to change that, you need to have your spouse, muende pamoja, mkadeclare kwamba now we need to change that. So wewe kwenda huko it's just wewe kutafuta a loophole ya kwenda kutimiza, lakini it does not make it legal.
au namba 2 kama umepata divorce. Okay. Ukipata divorce, kwa hiyo it is presumed ile ndoa imeisha rasmi, kwa hiyo unayo haki sasa ya kufanya utaratibu mwingine wa kuoa. Not kwenda kuchange dini ili kusatisfy hiyo interest ya kuoa mke mwingine. Okay. Yeah. Na kama mnakumbuka pale mwanzoni kipindi tunatoa maelezo kuhusu ndoa ni nini, tulisema ni muungano wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke. Lakini sasa sio kila muungano wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke unaweza kutengeneza kitu kinaitwa ndoa. Hapana. Yeah. Kuna wale watu ambao hawaruhusiwi kabisa kujihusisha katika ndoa. Baadhi yao nitawataja. Ina include wale ambao ni ndugu. Tunazungumzia babu yako, bibi yako, baba yako, kaka yako, sijui kitukuu chako. Yaani mtu ambaye unajua una ndugu naye hafai kuwa mke wako au mume wako. Lakini pia pale kwenye definition ya ndoa tunasema ni muunganiko kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa kusema hayo sasa ina maana hatuwezi tukasema mwanaume na mwanaume wakakubaliana kabisa au mwanamke na mwanamke wakakubaliana kuungana. Hiyo pia haiwezi ikaleta sense. Kwa hiyo hamwezi mkaita ndoa. Kuna wengine labda ambao nimewasahau, sijui ambao unaweza ukaongezea. Kuna wengine kama adopted. Adoptive kids, kama wewe ulikuwa adopted labda na huyo baba, alafu baadaye you can't come and form a relationship ya ndoa. Kwa hiyo ile mahusiano ya kiadoption yote yanakuprohibit. Pia the in-laws. The in-laws kwamba mimi nimeolewa, wewe huwezi, yani siwezi tena nikaja nikaolewa, wewe huwezi ukaenda ukaolewa tena na mtu ambaye ni shemeji yako, ni mkwe wako, ni kaka wa mkwe wako. Kwa hiyo ikitokea kwa mfano mimi nimeolewa na Mustafa. Mustafa akaniacha. Mustafa alikuwa na kaka anafanana naye hivi. Siruhusiwi kwenda kwa kaka? Hapana, uruhusiwi. Uruhusiwi. Swala kubwa zaidi sasa ni je, tulirudishi kwa audience na wenyewe watusaidie. Sasa swala kubwa zaidi ni kwamba wewe uolewe na huyo Mustafa afu muachane. Lakini mdogo wako wewe atake kuja kuolewa na kaka yake Mustafa. Je, hiyo unahisi itaruhusiwa kisheria? Hiyo tutapata majibu. Hiyo tutapata majibu, lakini kisheria wewe huwezi kuja kuolewa tena na in-laws wako, which means kaka yake Mustafa wewe hakufai tena. Baba yake Mustafa wewe hakufai tena. Okay, so unajua binadamu hatuwezi kuendana muda wote kiivo. So what happens inapotokea kwamba nimeingia kwenye ndoa and then nimeona kwamba now sielewi like what are the vitu ambavyo vinaweza vikasababisha sasa hii ndoa ikavunjika ikaisha, ni vitu gani? Ni kweli sometimes sio happily zinaishia na ever after. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo kweli kisheria tunatambua kuvunjika kwa ndoa, ambayo mazingira yenyewe ni namba 1 ni kama akifa spouse mmoja wapo ya wanandoa. Hiyo inamaanisha kuvunjika kwa ndoa. Namba 2 ni kama wakidivorce. Kudivorce is not automatic, ni kwa kufuata procedure za kimahakama za kutoa talaka. Namba 3 ni kama kukiwa na annulment. Annulment inatokea pale ambapo ndoa inaweza ikawa ilifungwa, ikaonekana ilifungwa kisheria, lakini kuna vitu vilifanyika vikaifanya ile ndoa isiwe na uhalali. Ambako vitu vyenyewe ni kama mfano, kama tumeshasema hapo, mwanaume wa Kikristo haruhusiwi kuwa na ndoa nyingine kwa sababu ndoa yake ni one for life. So ukienda kuolewa na mwanaume wa Kikristo ina maana inaweza ikawa annulled, ikawa declared kwamba ili haifai. Umeelewa? Lakini pia kuna mazingira mengine, ukiacha ile la kuoa mwanaume wa Kikristo, kuna mazingira mengine ambayo siku ya kwanza baada ya kuoana kuna kitendo kile ambacho kinaipa ile ndoa afya. Sisi kwa lugha ya kitaalamu, lugha ya kisheria inaitwa consummation. So ikitokea imeshindikana ndoa kuwa consummated, yani ile tendo halijafanikiwa kufanyika,
linauondoa uhalali wa ile ndoa yenyewe. Unasema kiutaalamu tunasema consummation. Sasa sisi ambao sio wataalamu sasa. Tendo lenyewe la ndoa, yani baada ya kufunga ndoa, ili ndoa yako iwe halali lazima lifuatane na tendo. So kuna mazingira mengine anaweza akafanya ile tendo lisifanyike. Sasa ile tendo linapokuwa halijafanyika, automatically linaifanya ile ndoa kutokuwa kihalali kisheria. Kwa hiyo hapo tunakuwa tunatafuta order ya annulment, kuideclare ile ndoa haiko sawa kisheria. So now you mean to tell me kwamba tumefunga ndoa. If at all tusipokamilisha tendo la ndoa, hiyo ndoa inakuwa tena batili. Yes. Mnaweza mkapata order ya mahakama ya kusema ile ndoa haikuwa halali in the first place. Kwa hiyo pia hicho ni kigezo moja hapo kinachoivunja ndoa. Okay. Umeelewa? So kigezo kingine ni kama kulikuwa na divorce ambayo imefanyika nje ya nchi, ambayo Tanzania inaitambua kisheria, na yenyewe pia inaweza ikavunja ndoa. Ile order ya divorce inaweza ikaja Tanzania, kuna utaratibu maalum wa kufuata, ikaletwa Tanzania, ikatekelezwa Tanzania. Kwa divorce ambazo zimefanyika nje ya ndoa. Kwa hiyo so far tuna hivyo vitu 5 ambavyo vinaweza kusababisha ndoa ikavunjika. It's a lot to take in. Lakini pia hapo kwenye ile ya kwanza ulosema kwenye kwamba paka let's say kama kikitokea kifo ndo kikatenganisha watu. Hebu tuongelee vizuri hapo tuweze kuelewa. Oh yeah. Kwenye kifo kuna mazingira ambayo mahakama inaweza ikafanya declaration ya kifo cha one of the spouse, ambayo hii inatokea mwanandoa amekuwa hayupo kwenye ndoa kwa muda mrefu na haifahamiki mahali alipo. So mahakama ina haki ya kumdeclare mtu amefariki. Kwa hiyo pamoja na kifo cha direct pia kuna declaration ya mahakama ya kudeclare spouse mmoja amekufa. Ukishakuwa na ile declaration automatically pia tunaamini ndoa ina come to an end. Lakini na yenyewe iko subject to the procedure ya mahakama. Na pale kuna ka procedure kidogo hapo kama nikichagiza kwamba sheria inasema ndani ya miaka 5 mume asipoonekana nyumbani kwake na hana mahali anakopatikana, hakuna mtu aliwahi kumuona kwa hiyo miaka 5. Kwa hiyo pale ndo tuna assume kwamba amefariki. So yule spouse mwingine ana haki ya kwenda mahakamani na kusema jamani, mimi mume wangu sijamuona kwa miaka 5, hakuna mtu yote amesikia of him. Please mahakama naomba udeclare huyu mwanaume amefanyaje? Amefariki. Mind you, mahakama inapo declare bado tena na yenyewe inatoa siku 90 afterwards. Kwamba baada ya ile declaration akitokea huyu mwanaume hapa ndani ya siku 90 baada ya kutolewa ya ile wakati mko kwenye ile declaration ina cease. Kwamba tutaashumu amerudi kwa hai. Lakini ikiisha siku 90 baada ya ile order, then sasa amekuwa presumed dead, now you are free to go. Hapo tuwape swali wa Kristo mnaoingia kwenye ndoa. Mnapoambiwa paka kifo kitakapotutenganisha. Nyie mnaelewa nini? Au wanapaswa kuelewa nini? Yani sasa unapofika pale mahakamani ukapewa na vile vielelezo au kanisani ukaambiwa kwamba kifo kitakapokutenganisha. What does that mean or imply legally? Yeah, implication yake ndio hiyo kwamba namba 1 afe kabisa au basi rudi mahakamani yaamue amekufa. Vinginevyo baki na wakwako. Au upate divorce proceeding, maana nako hiyo ni haki kisheria. Upate divorce proceeding kama ameshindikana kwa kweli, inatambulika na ndio maana tuna procedure ya divorce. Ukipata divorce pia tunavunja ndoa. Yeah. Ni mambo mengi sana. Tunakuja kuona kwamba marriages zina procedures nyingi sana. So let's say pale sasa ndo mimi niko pale mbele kwenye harusi yangu pale. Nikaanza kufikiria haya mambo yote na complications zake zilivyokaa. Nikaona sitaki tena kuendelea na hii harusi, hii ceremony sitaki tena mimi. Tunaona wale watu wanaosimama ghafla wanasema objection, sitaki ndoa isifungwe. Inakuaje? Yes, ni kweli kabisa. Objection inaruhusiwa. Na kwa sheria na utaratibu nadhani hata sisi ambao wanakuwa na kanisani tunakuwa tunaambiwa unapewa siku 90 za kuleta any objection wakati mnapotangaza rasmi tangazo lenu la kutaka kuoana. Objection inaruhusiwa na mazingira ambayo unaweza ukaobject to a marriage, to a wedding ni pale ambako namba 1 kama groom alikuwa na ndoa ya Kikristo. Tunaamini one wife for life unless yale mazingira mengine. That was number 1. So number 2, kama hiyo relationship ni relationship ya prohibited relationship. Kuna watu fulani hamruhusiwi kuoana. Sasa ikitokea sasa ndio umeenda kumuoa yule ambaye hauruhusiwi kuoana, ni mkwe wako, sijui ni grandchildren, ni relative. So hayo pia ni mazingira ambayo yanaweza yakaruhusu wewe kuobject ndoa au mtu yeyote kuobject hiyo ndoa yenu. Na ya 3 ni kama yuko underage.
Yeah, kisheria pia inakupa haki ya kuobject. Ya miaka 18, 15. Yes, kama ni chini ya miaka 18 basi iwe imefuata zile ground za chini ya miaka 18 zinavyosema. Kama kulihitajika consent, ilitolewa consent. Kama kulihitajika declaration ya mahakama. Exactly, ilitolewa declaration ya mahakama. Yeah. Kwa hiyo hayo ndo mazingira ya kuobject. Lakini sasa tumeongelea objection, kuna special situation kwenye hao ambao wana polygamous marriage. Ukiona polygamous marriage, mke ambaye anaolewa, sasa yule mke mkubwa aliyoko kwenye nyumba, kuna special circumstances ambazo zimempa yeye haki ya kupinga mme kuongeza mke wa pili. Umeelewa? Okay. Yeah, so sheria imetoa special circumstances ambazo moja hapo ya kwanza ni kama ni pale first wife anavyoona kwamba huyu hana uwezo wa kimaisha wa kunimudu tu mimi na watoto wangu. Anawezaje kwenda kuongeza mke wa pili? Kwa hiyo economical hardship inaweza ikampa yeye ground ya kwenda kuobject ile ndoa. Sababu naona kama uweze kunimudu mimi unaongeza tena unaongezaje mke mwingine. Exactly, right? Yes. Okay. So that is the point. So pale kuna hiyo special circumstances kwamba mwanamke anaweza akaobject ndoa kwa kigezo hicho. Huyu mwanaume hana uwezo wa kustahimili kutunza mke wa pili. Kuna ya pili sasa ni pale ambapo mke mkubwa anajua kabisa huyo mke mdogo anayekuja kuolewa kuna vitu viwili, either ana bad reputation au ana infectious disease. Sheria imesema wazi kwamba sasa huyu anayekuja kuolewa humu ndani atatuletea magonjwa. Mimi kwa kweli naomba ni object. Siwezi hatarisha afya yetu. Siwezi hatarisha afya yetu. Kwa hiyo sheria imetoa hiyo room kwamba hizo ni mojawapo ya special circumstances. Mke aliyokuwa mule ndani anaweza akaobject. Na bad reputation, kwa kweli huyu mke anayetaka kuletwa humu ndani tushamuona labda ni tapeli, ameshindikana mjini, labda ni wa hivi, bad reputation. Sasa hizo justifications zitarudi huko kwenye which reasonability ya kitu gani kitajustify kweli kwamba huyo ana bad reputation, lakini sheria imempa hiyo protection. So kwamba mtu duty kwamba wewe kama uko kwenye ndoa ya wake wengi, kama mke uliokuepo before, uwe na ule uthubutu wa kuinvestigate unaletewa mke mwenza wa aina gani. Kabisa. Okay. Yeah. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi sana leo. Tangu mwanzo tumeanza kujifunza maana ya ndoa. Tumejifunza kina nani wanaruhusiwa kuingia katika ndoa. Tumejifunza namna ndoa inavyofika tamati. Tumejifunza namna ya kuzuia ndoa. Tumejifunza umri wa kuingia katika ndoa. Tumejifunza vitu vingi sana. Lakini ndani ya hivyo vitu vingi tusisahau kwamba tumewaachia maswali. Na naomba niyarejee ili tuweze kuyakumbuka kiufasaha na tuweze kuyapatia majibu, na majibu yenu tutayapokea hapo kwenye comments. So, swali la kwanza tuliuliza, mwanaume wa dini ya Kiislamu ana uwezo wa kuoa mwanamke ambaye ni wa dini ya Kikristo. Je, inawezekana au haiwezekani kwa mwanamke ambaye ni wa dini ya Kiislamu kwenda kuolewa na mwanaume ambaye ni wa dini ya Kikristo? Kama inawezekana, tueleze kwamba inawezekana. Kama haiwezekani, tueleze ni kwa nini. Swali la pili. Ikitokea kwa mfano mimi leo nimeolewa katika familia ya X. Nikawa na mdogo wangu wa kike. Je, ni ruhusa kwa mdogo wangu huyo wa kike kuolewa katika familia niliolewa mimi? Yaani kwamba akaolewe na shemeji yake? Yaani kwamba akaolewe na kaka yake mume wangu mimi? Swali la tatu na la mwisho. Mitaani kwetu huko tunaamini kwamba mwanaume ambaye yupo katika ndoa yenye kuruhusu wake wengi, ama polygamous marriage kama tulivyojifunza, kabla ya kwenda kuongeza mke mwingine ni lazima aende aombe ruhusa kutoka kwa mke wake aliyopo. Je, hiyo ni sahihi? Kuna provision yoyote inayo support hiyo imani ambayo tuko nayo huko mtaani? Tuelezeeni hapo chini, tunataka kujua. Katika kusema hayo, tunawashukuru sana kwa muda wenu. Tumefika tamati katika hiki kipindi chetu cha kwanza. Tuna shauku sana ya kukutana na nyie tena katika kipindi kingine. I'm Pian. And I'm Neema. Know your rights before saying I do. Stay informed, stay empowered. Till next time. Bye-bye.